Karibu Mheshimiwa Dorcas. Nama milito tiwa maranda. Nama milito tiwa. Oh, tukatawa kyo tiwa maranda. Tukatawa kyo Ah, newa imaneri tiwa maranda. Newa imaneri. Ah, nama itorito tiwa maranda. Nama itorito tiwa maranda. Asante sana mheshimiwa. Mama Boys, mama wa maombi, mama yetu, Mama Dorcas Gachagua, mheshimiwa Meja Dong, mheshimiwa my seniors Itungati, Mama Jane Kihara na kuona hapo na watu ya huku, habari zenu? Mwana ni arogosho. Mtaniruhusu mimi nitaongea Kikuyu, naitwa Grace City na nyinyi mweta Muranga na Muranga igotore Itungati na tokete tumarete uko na itoro hoegeri gutu na maitoro roga maganake nigetha na ithuĩ tukaturogamia na wĩra wa Ngai. Bishop, asante sana kwa kutupatia nafasi ya kurudisha shukrani. Biblia yugaga kũrĩ andũ 10 mahonirio no mũndũ ũmwe no acokire gwĩka atĩa? Nĩkĩo tũkire gũcokia ngatho hamwe na inyuĩ. Nĩ mwendete rigiti? Nĩ mũnyitĩte? Ona ithuĩ Murang'a ndũmĩrĩri noyo tũrũgamĩte nake na nĩtũkũrũgama nake nginya mũico. Ndigĩriganĩrwo wathirikanĩire Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka Murang'a ndũmĩrĩte atĩa? Asanteni sana. Chairman ya bahasha ni nani? Kwa sababu kuna watu nataka kupatia microphone na niwapee ruhusa waende. So nataka nijue nikiwapatia microphone, wakimaliza na microphone wanasalimia, kuna watu kama wawili nataka kurelease. Lakini wakiwapea microphone lazima pia waone chairman. Chairman ya Thanksgiving. Chairman ya Thanksgiving. Siri ni kuheshimu kwanza ukalia ile kiti yangu. Ndio ukikalia kiti yangu, wakitaka kwenda watakusalimia na wae ama namna gani? Niko na mheshimiwa kutoka wapi? Hapana. Kagushi haendi, Kagushi anabaki. Kajiado. Tunakaribisha mheshimiwa Gogoyo, ametufanyia heshima kubwa. Pigeni makofi vizuri. Asante sana. Asante mheshimiwa Meja Dong, mke wa Deputy President wetu Rigathi Gachagua, askofu ambaye ametukaribisha, mjumbe wa area, viongozi wote tumeandamana na wakaaji wa eneo hili Embakasi Central. Bwana asifiwe. Kama unaniona tupungiane hivyo, Bwana asifiwe. Basi huyu ndio anaitwa Ngogoyo, mjumbe kutoka Kajiado North. Kama unajua mahali Professor Saitoti alikuwa mbunge, basi huyu kijana ndiye anawakilisha hiyo eneo. Ya kwanza nimekuja kwa mwaliko wa mheshimiwa wetu Meja Dong. Alisema kuna function leo na akatukaribisha. Na kwa sababu ni rafiki yangu nikasema nikuje. Na niwaambie hamukukosea kuchagua Meja Dong. Meja Dong unajua ni mwanaume, ni mtu ya msimamo,
lakini ya muhimu zaidi kwa kazi, sisi wajumbe wengi tuna admire vile anafanya kazi. So na pale kwa bunge pia sio wale wananyamazanga, wanaongea kuhusu area hii. So mimi ndawaambia kwanza niwatolee kofia, mlichagua vizuri. Na mnajua yeye ni Gitungati na ako na namba mzuri. Siendelee namna hiyo. Na wakati wa impeachment pia niwapee habari, mimi ndio nilikuwa agent, alipiga kura vizuri, hakuuza watu yake. Mimi ndio nilikuwa nakagua watu wamepiga kura aje na niliangalia yeye yake aliweka vizuri. Nimalizie na kusema mambo mawili tu. Tumekuja hapa shukrani, askofu, pongezi kwa kutupatia nafasi. Na mimi ikiwa ni wakati muhimu sana kwa taifa na kwa nchi mzima na dunia. Mnajua leo ndio kuna mazishi ya ule Pope kwa wale ambao ni watu wa Katoliki. Na wakati alikuja hapa Kenya miaka kadhaa imeisha, aliomba viongozi. Rais wakati huo Uhuru Kenyatta ndiye alimkaribisha. Wengine walikuwa hapo, sitaki kutaja majina yao, mnawajua. Akaambia viongozi, kumbe mnajua mnajua Kasongo? Ni watu wazuri sana. Sasa akawaambia mambo matatu huyu Pope. Namba moja, umeona Rais William Ruto ameenda huko. Pope amesema kabla akufe alipokuja Kenya, tuache corruption. Tuache ufisa. Alisema pia tupatie vijana nafasi. Na akasema pia tupigane na uongozi mbaya. Lakini our current president is a reflection of leadership that entertains corruption, of leadership that does not empower young people, and of misguided leadership. Kwa sababu unataka kudanganya watu atisha inafanya kazi na unajua vizuri haifanyi kazi. Sio ni uongozi mbaya? Ulikuta system Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka vizuri ya mambo ya university education, umeharibu, sasa umeleta system nyingine haifanyi kazi. Yaani hata unasikia mpaka viongozi wanaaga wakiwa kwa viti kwa sababu ya hali ya matibabu. So mimi nataka kusema kama tunamheshimu Pope na tunasema pole na mpaka tumeenda mpaka huko Italy, si tufanye uongozi ambaye haina ufisadi. Tufanye pia uongozi ambaye ni ya heshima. Kienda kumalizia, nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu mambo ya SHA? Nani alipanga kuimpeach Gachagua? Si tumejipanga 2027? Si mmesikia gari iko tayari? Si mtaingia kwa gari ndio tuendelee na hiyo kazi? Mwenyezi Mungu awabariki, muwe na wakati mwema. Asanteni sana kwa kupatia Major Dong nafasi ya kuwa mbunge wenu. Hiyo machini hata kama iko hatutaki. Tunataka wamama wetu, vijana wetu wapewe hiyo kazi. Unaelewana? Ndio tuhakikishe familia zote zinapata ya kufanya ya kukura. Kwa hivyo kwa sasa nataka nichukue nafasi nimwarike, alikuwa 2017 2022, he was my campaign manager. Yeah? Mnamjua? My campaign manager 2017 2022. Yeah? Yes, alimanage mpaka akaweza kumanage yake ya Mkoroini. Congress, karibu kwa mheshimiwa. Situmpigie makofi, madharau ni ya nini? Lazima tumpigie makofi na tumpigie makofi mzuri. Karibu mheshimiwa Kagusha, karibu. Aya, ni sawa. Thank you very much. Nashukuru sana Mheshimiwa Meja, our excellency Pastor Dr. Dorcas Rigathi Gachagua, na our bishops ambao tuko nao hapa na waheshimiwa tulio nao hapa na wananchi wote na wasalimia. Bwana asifiwe. Salimika vizuri. Bwana asifiwe. Very good. Tunashukuru sana. Tumekuja hapa Embakasi Central. Kwangu nafurahi kwa sababu hapa Embakasi Central naona pia ni kama nyumbani. Mambo yangu ya siasa nilianzia hapa wakati tulikuwa tunafanya siasa ya Meja. Hapo ndio nilianza kusoma mambo ya siasa vile inaenda. Na mimi nashukuru Mheshimiwa Meja, ingawaje tuko na shida moja na yeye pale Mkoroini kwa sababu huyu Meja tangu achaguliwe hapa Kayole hapatikani nyumbani.
Sisi tunashangaa kama nyinyi mnaambia watu wasiende nyumbani kusalimia watu nyumbani. So hapana, muachilie kijana kidogo, wakati mwingine pia anakuja nyumbani. Sasa sisi tunashukuru. Mmeambiwa hapa ya kwamba chama inakuja. Na hiyo chama inakuja ni ya wananchi wote wa Kenya. Ile chama inaenda kuzinduliwa, sio ya Rigathi Gachagua na sio ya wabunge. Itakuwa chama ya wananchi wote wa Kenya. Na itakuwa hii mwezi ambao tunaanza ndio itakuja. Na hii chama ndio itakuwa chama ya ukweli na ndio itatusaidia katika Kenya kutoa mwananchi kutoka pahali alipo saizi na apande juu. Na ndio mjue ni ukweli. Nataka muangalie. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa amekalia kiti kama deputy president, ukweli ni kuwa alikataa manyumba ya bomolewe hapa. Alisimama dhabiti na alisimama kama hili kanisa ambalo tumetembelea leo linaitwa Unshakable. Hata yeye alikuwa unshakable. Nataka niwaelezee pia kutoka pale kwetu Nyeri, wakati Rigathi Gachagua alikuwa amekalia kiti, kuna mabadiliko alileta makubwa sana katika ukulima wa kahawa. Alikuwa ametuita kule Meru, akatuita kule Karen, akatuita mikutano mingi sana. Na kuna mambo ambayo alifanya na kwa sasa hivi tunaongea, nilikuwa kule jana, tumeanza kuona matunda yakianza kutokea ya ile ya Wamunyoro Reforms 101 ya kahawa. Wakati aliingia katika pale kiti, alisema ya kwamba lazima apigane na cartels. Akasema lazima atoe wale ambao wananunua kahawa kwa bei mbaya. Akasema kama wewe unanunua kahawa, basi usikue unafanya marketing na wewe bado ndio unanunua na wewe bado ndio unafanya milling. Akaseparate. Akasema hizo licenses mtu anapewa kivyake kando kando. Pia akasema kama wewe unafanya hiyo mambo ya kahawa, lazima pia upitie through regulation ya watu wanaitwa CMA. That is Capital Market Authority. Lazima ukue regulated. Pia akasema kama nyinyi wakulima kutoka hapa Nyeri, Kirinyaga, kwingineko mnataka kuuza kahawa, lazima mkuwe na mnaweza kuwa na coffee union yenu ambayo mtaweza kwenda kuuza nayo mkuwa pamoja kama coffee union. Akasema hayo mambo yote. Hizo ndio reforms alileta. Sasa wakati ule akisema yale kahawa pale kwetu ilikuwa ni 80 shillings, 60 shillings. Sasa jana niliona imefika mpaka 142 shillings. Sijui kama mnashika. Na ile reform ya Rigathi Gachagua ndio imetufikisha hapa. Sasa niliona kuna mtu hapa Nairobi anataka kusema ati Kasongo ametengeneza kahawa. Wapi hapo? Kahawa ni Rigathi amefanya nini? Na yeye ndiye ametutengenezea hiyo, na yeye ndiye alikataa manyumba pia hapa ibomolewe. Na wakati alipotoka hakuna mtu hata mmoja ameongea mambo ya kahawa hii Kenya. Alipigana na pombe haramu tangu atoke kwa kiti. Hakuna mtu hata mmoja ameongea mambo ya pombe haramu Kenya. Alikataa manyumba ya bomolewa hapa Nairobi, tangu atoke kwa kiti yamebomolewa zaidi. Na ndio maana tunasema sasa tunataka kuleta chama ambao itatusaidia katika nchi ya Kenya, ambao ni ya kuongea ukweli na ambao ni ya mwananchi na itasaidia mwananchi kabisa. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunangoja hii chama na tunawakaribisha sisi wote tuweze kuzindua na ndio tuweze kuendelea mbele. Sasa nikimalizia nataka kusema huyu ndugu yangu hapa Mheshimiwa Meja, sisi tunaona anafanya kazi mzuri hapa Embakasi Central. Kama ameanzisha shule hapa kutoka scratch mpaka imefika pahali iko sasa, nikiuliza naambiwa ya kwamba hii shule sasa iko na wanafunzi zaidi ya 1400. Sasa mimi nauliza kama Meja angepatikana ama akuja afanye vile wanasiasa hapa Nairobi wanafanyanga. Wanakuja wanapata uwanja kama huu, badala ya kujenga shule wananyakua. Ama si wanafanya? Ukikuja kuangalia tena unapata hapa imewekwa maflats, imewekwa apartment. Sasa yeye hakufanya ile. Hata yeye angejenga kama ile ni mzuri sana. Angejenga pia hapa. Yeye akasema anataka ikuwe kwa maana hii. Sasa iko 4000 students wanasomea hapa. Sio ndio mambo tunataka. Ndio maana tunawaambia kwamba ile chama tunaenda kuanza ni ya wale watu ambao mnaweza kuamini na watu ambao wako na mwananchi katika moyo wao. Sawa sawa. Basi tunashukuru sana. Na hapa ni nyumbani na tutarudi mara tena na tena. Na nyinyi mkiweza pia mnakaribia kule mashinani. Sisi tunasikia mashinani tunaongea mambo ya kahawa. Mkikuja pale hapo ndio pesa inaingia. Na sisi tunaangalia pia mama boga na pia wafanyabiashara wa Nairobi, ndio maana mambo ya ushuru ikatwe kabisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asante Mheshimiwa Kagusha. Na